Kwa majina naitwa Antonia Martin Mpemba, ni afisa uvuvi katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo. Leo tupo hapa katika viwanja vya Nane Nane katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Leo nataka nikueleze nini tunafanya hapa katika banda hili la uvuvi. Katika mwaka huu sekta ya uvuvi imejipanga kukuonyesha wewe mwananchi mdau ni kwa namna gani shughuli zetu za uvuvi tunazitekeleza katika halmashauri ya Bagamoyo. Katika sekta ya uvuvi tumeweza kuwaletea zana mbalimbali ambazo zinatumika katika uvuvi. Tuna zana rafiki, lakini pia tuna zana haribifu. Kwa nini zote tumezileta hizo mbili? Tumeleta zana rafiki ili kuonyesha ni kwa namna gani uvuvi inabidi uwe endelevu, lakini pia tumeleta zana haribifu ili kutoa mafunzo ni kwa namna gani zile zana zinaharibu mazalia, lakini pia hata vizazi vya samaki na kuja kupelekea kupungua kwa kipato, lakini pia kumpa hasara mvuvi na uharibifu wa mazingira kwa ujumla. Kadhalika tunafahamu kwamba shughuli ya uvuvi ni shughuli ambayo inafanyika katika maji, lakini bila kuzingatia usalama wa mvuvi, ina maana ya kwamba kazi yake haitaweza kufanyika vizuri. Hata leo pia tumeweza kuleta life jacket, ni kifaa ambacho kinamsababisha mvuvi aweze kukivaa na kuweza kufanya kazi zake kwa urahisi kabisa na usalama. Lakini sambamba na hilo, tumeleta mbadala wa zana ya kuvulia pweza. Tunafahamu kwamba pweza ni zao ambalo linasafirishwa nje ya nchi kibiashara, na katika taratibu zetu za uvuvi inabidi samaki avuliwe akiwa hajajeruhiwa. Kwa kipindi cha nyuma zana ya kuvua pweza ilikuwa inatumika kwa kutumia vitu vyenye ncha kali, aidha ni nondo iliyochongwa au kutumia mti ambao umechongwa mbele, kiasi kwamba yule pweza atakavyoenda kuvuliwa kule kwenye mapango yake anaweza kujeruhiwa. Sasa leo tumeweza kuileta hii zana mbadala ambayo imesanifiwa au imebuniwa na wazawa katika halmashauri ya mji wa Bagamoyo kwa maana ya jamii ya wavuvi. Na zana hii ni rahisi zaidi. Kwanza kwenye kuitengeneza, material yake tunatumia simenti, nondo, lakini pia namna hata ya kuweza kwenda kuiweka kule baharini. Kwa hiyo ukiweka baharini, unaweka ni sehemu ambayo unaona kwamba pweza wanaweza wakafika. Sasa zana hii unampa uhuru pweza kuweza kufika, lakini pia yule mvuvi anakuwa pia ni rahisi kwenda kumchukua. Lakini pia tunafahamu kwamba pweza ni lazima avuliwe akiwa ni juu ya uzito wa gramu 500 kwa maana ya nusu kilo. Kwa sasa itakuwa inamrahisishia yule mvuvi, anaenda kuangalia kwenye ile zana ambayo ameiweka kule chini, kwa ataangalia, je, huyu samaki ambayo tunaenda kumchukua, pweza tunaenda kumchukua, je, anakidhi vigezo? Na kama akidhi vigezo, basi tunamwachia anaenda kwenye kuendelea na maisha yake ya kawaida. Tukiacha kwenye zana hizi za uvuvi, lakini pia tuna kikundi cha Kazi ni Kazi ambacho kinapatikana katika kata ya Dunda, lakini kinafanya kazi yake katika kata ya Kisutu, na wamekuja na bidhaa tofauti tofauti ambazo ni bidhaa za wanasema hivi ni urembo pamoja na chakula, vipodozi pamoja na chakula. Lakini pia tumeweza kutengeneza banda la ukaushaji wa mwani, kwa sababu tunafahamu bidhaa ya mwani ni chakula, lakini bidhaa ya mwani ipo kwa ajili ya kutengeneza pia vipodozi. Kama mnavyoona kuwa hili ni banda ambalo tunasema hivi ni solar tent dryer. Tumeweza kulileta hapa ikiwa tuna reflect kwamba kule kwetu Bagamoyo tuna miundombinu kama hii ambayo hawa wachakataji au wakulima wa mwani wanaweza kuchakata zao hili la mwani kwa kutumia hii solar tent dryer. Kwa nini tunatumia solar tent dryer? Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba ubora
wa mwani unakuwa haupotei, kwa sababu mwani unavyoanikwa kwenye jua la kawaida unapoteza vile virutubishi, lakini sasa tunavyouweka hapa kwenye solar tent dryer, ina maana vile virutubishi vyote ambavyo vipo kwenye mwani karibia 92 basi vinakuwa reserved na yule mtumiaji anaweza kuvipata vyote kwa wingi wake. Lakini pia yupo mfugaji, tumemleta mfugaji wa samaki. Yeye anapatikana katika kata ya Kerege. Anajihusisha na utotoleshaji wa vifaranga vya kambale. Kama tunavyofahamu kwamba Bagamoyo ni mji ambao tumepakana na bahari, lakini kadhalika watu wake ambao wapo wamechangamana. Wapo ambao wanahitaji bidhaa ya kwenye bahari, lakini pia wapo ambao wanahitaji bidhaa ambayo haipo kwenye bahari. Kwa hiyo sasa tumekuja kuwaonyesha ni kwamba tunaweza tukatumia bidhaa zote ambazo ni za baharini, kwa maana samaki wa baharini, lakini pia tunaweza tukatumia samaki wa kwenye nchi kavu. Kwa hiyo karibuni katika banda letu la Bagamoyo muweze kujionea mambo mbalimbali ambayo yapo hapo, na cha zaidi tumeweza kuwaletea bwawa ambalo limetengenezwa kwa kutumia miundombinu rafiki kabisa, material rafiki kabisa. Tumetumia mabanzi, lakini pia tumetumia karatasi gumu ambalo litakuwezesha wewe mtu wa kawaida kuweza kufuga samaki pasipo hata kuchimba chini, kwa maana ya kwamba hata kama una eneo dogo unaweza ukafuga samaki. Karibuni katika banda la Bagamoyo uweza kujionea pamoja na kujifunza. Asanteni.